Uhali gani ndugu mfuatiliaji wa michezo na burudani, ni wakati mwingine tena tukipashana habari pamoja na matukio yote yanayoendelea katika anga za kimichezo. Mimi nikwambie kwamba habari zimekuwa ni nyingi sana, nzito, na zile ambazo mashabiki wamekuwa na bumbuazi wakipigwa na butwaa na kutaka kufahamu ni nini kinaendelea. Mojawapo ya habari ambayo imekuwa ikivuma zaidi huko mitandaoni ni swala zima kuhusiana na mchezaji Clement Mzize. Mengi yamezungumzwa na bado watu wanataka kufahamu ni kipi haswa kinaendelea kati ya Mzize na Yanga, sababu maneno yamekuwa ni mengi. Sasa msemaji wa Yanga Ally Kamwe alizungumzia pia hilo, lakini pia nafasi kubwa sana iko kwa Engineer Hersi akiwa kama rais wa klabu ya Young Africans. Ana mengi zaidi ambayo ameyazungumza. Kabla hatujayajadili na kuyatafakari kwa kina hapa mezani kwetu, mimi nikukumbushe wewe shabiki ambaye ndo mara ya kwanza unajiunga nasi, hakikisha umegusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, ili usipitwe na kuachwa na habari za maendelezo hii, na hapo utakuwa umejiunga na familia yetu hii kubwa ya michezo pamoja na burudani. Sasa kuna tetesi ambazo zilizokuwa zikizungumzia Mzize kuweza kuhitajika na virabu vya soka baadhi hapa ndani ya Afrika, lakini na nje ya Afrika. Na wazi tuliona dili nono kabisa lilikuja kwa Clement Mzize kuweza kuondoka pale Yanga, ambapo tuliweza kuona mbilinge shika ni kushike, vuta ni kuvutwe hapa na pale. Mwisho wa siku tajiri akaamua aachie kamba na Mzize aliendelea kubaki Yanga. Lakini hivi sasa ambapo Mzize hajaonekana muda mrefu akikiwasha dimbani, yote hii ni kutokana na majeraha ambayo aliweza kuyapata. Bado kuna tetesi nyingine na habari ambazo zilikuwa zikiongelewa kwamba Clement Mzize bado ana madili mengine yamekuja kutoka virabu mbalimbali vya soka ili tu Mzize kuweza kuondoka klabuni hapo Young Africans. Sasa Rais Engineer Hersi wa Yanga anazungumza mengi na ameongea vitu vingi kuhusiana na habari za Mzize pamoja na wachezaji wengine baadhi wa Yanga, ofa kuja nyingi sana klabuni hapo. Ameeleza namna ambavyo kwanza anajivunia kwa ukubwa wa klabu ya Yanga na kwa talanta zilizopo klabuni hapo, na ameeleza jinsi ambavyo amekuwa na furaha kubwa sana kuona virabu vya soka vinginevyo vikishuhudia na kutazama Yanga kwa jicho la tofauti, mpaka kuona mtu fulani kuweza kuja kwenye klabu yako kutaka wachezaji kutoka kwenye timu husika. Hii ni ishara ya kwamba unafanya vizuri na uko imara katika vikosi. Lakini hata hivyo pia jambo na ishara hizi huwa zinapelekea na zinaonyesha kwamba timu ni kubwa kwa sasa hivi, si timu ya kuichukulia poa hata mara moja. Lakini pia pili, amefunguka ofa mbalimbali zinazokuja kutoka kwenye virabu vinginevyo. Ni ofa ambazo kwa hakika si pesa chache, lakini kutokana na makubaliano ya timu pamoja na wanunuzi wa wachezaji. Hapa anazungumzia maslahi ambayo huwa yanapatikana, lakini pia baadhi ya watu wengine ambao wanakuja Young Africans kutaka kuchukua wachezaji wanagomewa kutokana na sababu tofauti, kama vile strength ya team. Kuna baadhi ya wachezaji ukiwaondoa kwenye team, ikiwa bado hujatengeneza mbinu mjadala, ni kujitengenezea mabomu wewe mwenyewe binafsi, kitu ambacho moja kwa moja kinakuwa hakina maana katika klabu husika. Inabidi klabu iweze kulindwa, klabu itetewe ili tu kuweza kufikia malengo makubwa. Sasa katika kipindi hiki ambacho Young Africans ni miongoni mwa timu bora zinazofanya vizuri hapa nyumbani Tanzania, lakini pia Afrika kwa ujumla, inazidi kujitengenezea rekodi mbalimbali. Sasa kwa upande pia wa mashabiki, kuna baadhi ya mashabiki wamekuwa wakitoa rai pamoja na ushauri kwa klabu ya Yanga kwa kipindi hiki ambacho iko katika mfumo bora wa kufanya vizuri. Vizuri ni kwamba wachezaji waweze kuzingatiwa zaidi, nidhamu pamoja na mazoezi ya kutosha yaendelee kuwekwa. Lakini pia Yanga kwa kipindi hiki wasijisahau, kwa kuwa wako juu na wanafanya vizuri. Ni nyakati za kuweza kuongeza maboresho zaidi
lakini pia kuongeza nguvu katika timu za vijana ili kuzalisha vipaji vingine zaidi. Kama tunavyoona kwamba Yanga wana ile Yanga Soccer School, ni idea iliyokuwa kubwa sana, ni wazo ambalo lilikuwa siku nyingi pale Yanga, lakini sasa hivi limeweza kukamilika na tumeona namna ambavyo vijana wamekuwa wakifanyiwa training katika kutengeneza na kuvinoa vipaji vyao ili waje kuwa wachezaji wakubwa na wazuri wenye weledi wa hali ya juu huko baadaye. Mchezaji anapokulia kwenye academy, huyu inaleta hamasa kubwa na inamfanya ajifunze na awe mchezaji mzuri wa siku zote. Lakini pia kwa upande wa wachambuzi, nao wamekuwa wakielezea namna ambavyo Yanga wamekuwa wakijipanga na wachezaji mbalimbali wamekuwa wakiuzwa kutoka Yanga kwenda kwenye timu kubwa duniani. Kuzungumzia wachezaji kama kina Stefan Aziz Ki na wachezaji wengineo wengi ambao wamepita klabuni Yanga, imekuwa ni kama sehemu ya wao kuweza kujivunia zaidi, sababu Yanga ni timu kubwa hapa Afrika sasa hivi. Mimi nikwambie tu kwamba hii ni moja ya story kubwa ambayo huko mitandaoni inajadiliwa kwa upana zaidi, na mpaka muda huu bado haijatoka taarifa ya moja kwa moja kwamba Mzize inakuwaje, ataenda timu ipi, lakini taarifa ni kwamba timu kubwa zinamtaka Mzize na ofa kubwa tayari zimekwisha wekwa mezani. Kinachosubiriwa ni Yanga kuweza kutoa maamuzi. Wachezaji wenyewe binafsi wako tayari zinapokuja ofa kubwa kama hizi za nono kabisa. Sasa sijajua kwa wachezaji wenyewe watalipokea vipi, lakini kwa mashabiki baadhi wamechukizwa na wameona ni kama pigo kwa kumpoteza mchezaji kama Mzize kutoka kwenye kikosi cha Young Africans.